Habari wakati mpenzi mtazamaji, karibuni katika kipindi cha Jua Afya Yako kupitia hapa Channel 10. Katika kipindi cha leo tutaangazia tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi kwa watoto ambalo kwa mujibu wa wataalamu linatibika licha ya mwamko mdogo wa wazazi kuwafikisha watoto hawa hospitali. Katika kipindi cha leo basi tutazungumza na wataalamu kutoka taasisi ya tiba mifupa MOI ambayo inatoa tiba kwa tatizo hili la kichwa kikubwa na mgongo wazi, ambao kwa kifupi watatueleza sababu za tatizo hili, ukubwa wake na dalili. Karibuni. Kwanza kwa kuanza, ulemavu ni kule mtu kuzaliwa na aidha kiungo kimojawapo, mkono, mguu, uti wa mgongo, sehemu yote ya mwili haifanyi kazi kama inavyotakiwa. Na ulemavu unaweza kuwa umezaliwa nao au mwingine unaopata kwa sababu tofauti tofauti kama nitakavyowaeleza hapo baadaye. Katika yale matatizo ya ulemavu wa kuzaliwa nao, hasa kwa upande wa watoto, tuna matatizo makubwa matano. Tatizo la kwanza ni ile ugonjwa wa viguu ambao vimepinda. Badala ya mtoto kukanyagia kwenye unyayo, anakanyaga kwenye sehemu ya juu ya unyayo. Hii kwa jina la kitaalamu inaitwa clubfoot. Clubfoot ni ugonjwa ambao mtoto anazaliwa nao. Upande wa ndani wa unyayo unakuwa na nyama ambazo ni ngumu kidogo, kwa hiyo zinakuwa navuta mifupa yake, anakanyagia upande wa juu badala ya kukanyagia kwenye unyayo. Matatizo mengine ambayo anaanza kuja kwenye viungo namna hiyo ni ugonjwa ule wa mtindio wa mbongo kama alivyokwisha kuzungumza mwenzangu, au cerebral palsy. Mtindio wa mbongo kama tunavyofahamu, kutoka kwenye ubongo ndio tunatoka zile fahamu zote ambazo zinatoa amri kwa viungo kufanya kazi. Sasa kama kumekuwa na athari kule kwenye mgongo wake, kwenye ubongo wake, basi na viungo vyake unakuta vingine havifanye kazi. Na visipofanya kazi tangu akiwa mdogo, mwisho wa siku vinagangamaa, anakuwa anashindwa kuvitumia kabisa. Lakini vile vile kuna ulemavu mwingine unatokana na kwamba mtoto anazaliwa na mifupa ambayo ni rahisi sana kuvunjika. Unaitwa osteogenesis imperfecta. Au mwingine anazaliwa katikati ya viungo na viungo kunakuwa na kama utando, ngozi inakuwa kama inashika kiungo, inaitwa arthrogryposis, na unakuta inashika viungo vingi vya mikono na miguu. Lakini ugonjwa mwingine ndio ule anazaliwa na uvimbe ambao uko mgongoni, au myelomeningocele. Na kama tulivyosikia hapo awali ni kwamba ile habari inavyotoka kwenye ubongo unaishia pale kwenye ule uvimbe, kwa hiyo unakuta miguu yake maisha yote hawezi kuitumia, haifanye kazi. Kwa hiyo anakuwa na ulemavu wa aina hiyo. Ulemavu mwingine ambao anaanza kupata mtoto ni ule wa kupata sio wa kuzaliwa nao. Anakuta ameumia kwenye ajali za barabarani, nyumbani ameangukiwa na ukuta, ameanguka, ameumia sehemu nyingine, ameumizwa, amepigwa, anavunjika miguu yake. Ikishavunjika akiumiza na sehemu za misuli ambayo iko karibu na kiungo, wakati wa kupona ile ngozi iliyo karibu na kiungo kama iponi sawa, anaishia kuwa na ulemavu na kiungo ambacho hakifanye kazi. Lakini kuna ulemavu mwingine ambao unatokana vile vile na maambukizi mbalimbali. Maambukizi ambayo yanaanza kwenye misuli, yanaanza kwenye ngozi, kwenye misuli, baadaye yanaingia kwenye mifupa, yanaingia kwenye viungo, na kile kiungo kinaharibika kabisa. Hata ukaenda ukatibu, baadaye kile kiungo kama akifanya kazi, basi unakuta ndio anapata kwa njia hiyo. Hizi ndio njia mbili kubwa ambazo mtoto anaanza kupata nazo ulemavu. Tatizo kubwa ambalo tunapata katika upande wa clubfoot ndio tatizo kubwa sana ambalo tunaliona hapa katika kitengo cha tiba ya mifupa na uti wa mgongo na ubongo. Na kwa upande ya idara ya watoto, clubfoot tunapokea watoto takriban 20 kila wiki. Huu ni ugonjwa ambao unatibika, na unavyoanza kutibu akiwa mdogo, uwezekano wa kupona kabisa ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunataka tuanze mapema iwezekanavyo. Kwa wenzetu nchi ambazo zilizoendelea wanavyo, hata hapa Tanzania kuna vifaa na vipimo ambavyo wanaweza kuona wakajua mtoto kwamba atakuwa na ulemavu tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo ni vizuri kuanza tiba tangu akiwa mdogo, kabla mifupa yake haijabadilika na kiungo kugangamaa, na hivi kupona kabisa.
zimekuwepo njia nyingi za kutibu ugonjwa huu tangu zamani, tangu tulipoanza watu kutibiwa enzi za karne nyingi zilizopita, na tiba yake imekuwa inabadilika, lakini saa hizi tuna njia rahisi, njia ambayo inaweza kutumika mahali popote nchini, ambayo haina gharama kubwa, na mtoto akapona kabisa, akatembelea mguu wake wa kawaida badala ya kutembelea sehemu zake za juu za unyayo. Hiyo ni kwa upande wa clubfoot. Kwa upande wa ile mtindio wa ubongo ambao baadaye mtoto anaathirika na viungo vyake kulemaa, hivyo tunashirikiana na wenzetu kama alivyokueleza mtaalamu wa upande wa mishipa ya fahamu na uti wa mgongo. Tunashirikiana pale. Kuna utofauti, kuna wengine wanakuwa wameathirika kidogo kwenye ubongo wake, kwa hiyo anaweza akawa baadaye hata akaweza akatembea mwenyewe, lakini kuna wengine ambao wanakuwa wameathirika sana, ambao kiasi ambacho maisha yao yote hawawezi wakasimama wakatumia miguu yao na mikono yao, na hawa wanakuwa ni watu wa kuhudumiwa maisha yao yote, aidha nyumbani au katika vituo maalum. Kwenye wale watoto ambao wanazaliwa na mifupa ambayo ni rahisi kuvunjika, hii ni kuvunjika ni kwamba unakuta mtoto kabla hajafikisha umri wa miaka 1 ameshavunjika mikono, amevunjika miguu yote miwili kwenye mapaja na chini ya magoti. Ile bahati mbaya ni kutibu tu na kukinga kwamba mtoto asipate. Kwa sasa hivi haina tiba. Wale ambao wanazaliwa na viungo vya kugangamaa kama nilivyokueleza arthrogryposis, navyo tunatibu kiasi fulani kujaribu kurudishia kufanya kazi kwa hivyo viungo vyao. Hizi nyingine ulemavu wote ambao unapatikana kwa njia ya kupatikana kwa ajali, kwa kuumia, kwa maambukizi, hivi ni vitu ambavyo tunaweza kukinga na kutibu, na njia nzuri zaidi ni kukinga wasipate maambukizi kwenye mifupa yao, kwenye viungo vyao, wasipate ajali. Na wala endapo watapata maambukizi, hasa hiyo kwa mfano inaitwa chronic osteomyelitis, ni kuwatibu mapema iwezekanavyo ili mfupa wote usije ukaliwa, maana yake mfupa ukishaliwa hakuna njia ya kurudishia. Huu ni ugonjwa ambao hasa ugonjwa ambao ni hasa uvimbe wa mgongoni ni ugonjwa wa kuzaliwa. Ni ugonjwa ambao mtoto anazaliwa nao, ni kilema kinachotokea katika uti wa mgongo, ambacho mara nyingi kinaambatana na matatizo ya ulemavu wa miguu, kwamba miguu pia haiwezi kufanya kazi na kibofu cha mkojo pia hakiwezi kufanya kazi yake sawasawa, pamoja pia na sehemu ya haja kubwa. Mara nyingi hawa watoto utakuta kwamba hawawezi kuzuia mkojo wala haja kubwa kwa maisha yao yote. Na huu wa kuvimba kichwani ni ugonjwa ambao kuna makundi makuu mawili. Kuna wale ambao ni kwa sababu ya kuzaliwa, ni kilema cha kuzaliwa, na kuna wale wengine ambao wanapata hili tatizo kwa sababu ya magonjwa yanayopatikana kwa hawa watoto wakiwa na umri wa chini ya miaka 5. Na kwa ujumla haya magonjwa tunayaita homa. Hizi homa ambazo watoto wanapata wakiwa wadogo, ambazo hazitibiki zikapona, zinawaletea ugonjwa unaoitwa uti wa mgongo, na huo ndio unaosababisha njia za maji kuziba, na matokeo yake kichwa kinavimba, kinakuwa kikubwa. Ule wakati wa kutunga mimba inakuwa katika tumbo la mama yake, basi inatokea tu bahati mbaya kwamba kutokana na virutubisho muhimu ambavyo vinatakiwa kwa wakati ule vinakuwa havipo, basi sehemu ya kiungo ya mwili, na hasa hapa ninazungumzia sehemu ya ubongo na sehemu ya uti wa mgongo, inakuwa haifikii maumbile yanayotakiwa, yale maumbile ya kawaida ambayo tunaona watoto wengine wazima wakiwa wamezaliwa wakiwa wazima. Kwa wale watoto ambao hivi vichwa, labda nizungumzie sasa hapo, niweke makundi makuu matatu. Kwa wale watoto ambao wanaitwa mgongo wazi, ndio hao ambao wana uvimbe mgongoni. Wale ikitokea kwamba ule mgongo wazi ule uvimbe ukapasuka, ikawa kile ni kidonda, basi kinaweza kikapata maambukizi
na huyu mtoto akapata ugonjwa ule ule niliosema mwanzo, meningitis, uti wa mgongo, basi njia za maji zikaziba na kichwa kikaanza kuvimba. Kwa hiyo sasa wote hawa sasa, wakati kichwa kinaanza kuvimba, wanakuwa na dalili ambazo zinafanana, kwamba mama ataona kichwa kinaanza kuwa kikubwa, kinakuwa kikubwa kuliko kawaida ya wale watoto wengine. Anaona kinakuwa mpaka inafikia mahali ambapo kichwa kinakuwa kikubwa kuliko mwili. Macho yanaanza kuangalia chini. Alafu vitu vingine ambavyo vya haraka ambavyo vinaambatana na hizo dalili ni kwamba mtoto atakuwa analia sana. Mtoto anakuwa analia sana. Alafu kula pia hapendi kula, au akilishwa chakula pia atakuwa anatapika. Hizo ni dalili za mwanzo. Kuna wengine kwa bahati mbaya wanakuwa kwa kipindi hicho wanakuwa na dalili za degedege. Wanakuwa na degedege au kifafa. Kinakuwa kinaambatana na hizo hali. Hizo ndo dalili ambazo ni kuu ambazo mama anaweza akaziona kwa mtoto wake. Tiba ipo. Na cha muhimu hapa, ndugu mtangazaji, ni kwamba na wananchi wote kwa ujumla waelewe kwamba hawa watoto kwa nini wanaitwa ni vilema. Kilema kama tunavyofahamu siku zote ni mtu ambaye anahitaji msaada maisha yake yote mpaka pale Mungu atakapomuondoa hapa duniani. Kwa hiyo basi ieleweke wazi kwamba hawa watoto ni watoto ambao wanahitaji kutibiwa maisha yao yote. Kwa sisi hapa tunachokifanya kwa hawa watoto wenye vichwa vikubwa, tuna njia mbili za kufanya. Kwa hapa nyuma tulikuwa tukiwekea mpira wa kupunguza maji kichwani. Yale maji yanatoka kichwani, ule mpira unapita chini. Ndugu mtangazaji, wale mama ambao kama umeshaona kule udini wakakuonyesha ule mpira unapita chini ya ngozi, unapita vizuri chini ya ngozi, unaingia tumboni. Kwa hiyo yale maji yanafyonzwa kutoka kichwani kwenda tumboni, hivyo kupunguza madhara katika ubongo wa mtoto. Njia nyingine ya pili ambayo ndio njia ya kisasa zaidi, ambayo na sisi hapa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Orthopedics Institute tumeianza pia, ni njia ya kutumia mashine special inayoitwa endoscopic machine, ambayo tunatengeneza njia ya maji huko kichwani. Kwa hiyo hatutumii mpira. Kwa hiyo maji yanakuwa na njia mbadala huko kichwani, yanakuwa yanapungua yenyewe, na hivyo kupunguza madhara ya pressure ya maji kichwani. Kwa wale wenye migongo wazi ni kwamba tunachokifanya ni kuondoa ule uvimbe ambao uko pale mgongoni, ili mtoto asiwe na kile kidonda. Kawaida ya ule uvimbe pale mgongoni ni kwamba ile ngozi huwa inapasuka mara kwa mara. Kwa hiyo mama hawezi kumlea mtoto akiwa na ule uvimbe mgongoni. Tukiondoa ule uvimbe, mama inakuwa rahisi kumvalisha mtoto nguo, kumbeba, inakuwa rahisi. Lakini ikumbukwe pia, hayo ni matibabu ambayo tunayafanya sisi hapa hospitali. Kuna malezi mengine ambayo hawa watoto wanahitaji, ambao ni yale malezi ya watoto walemavu. Hawa watoto ambao wana uvimbe, wamevimba vichwa, wale ambao uvimbe umekuwa mkubwa sana ukaathiri ubongo, wanapata ugonjwa ambao unaitwa utindio wa ubongo au cerebral palsy, ambao hawa ni wale watoto ambao kama tunavyowaona wenzetu mtaani tunakoishi, ni wale watoto ambao kwenda shule inakuwa ngumu sana kwenda shule, kujifunza hawawezi kujifunza, kutembea kama wasipofanyiwa mazoezi hawataweza kutembea. Umeona? Kwa hiyo ule ulezi wa watoto walemavu unaanza pale baada ya sisi kumaliza matibabu. Na wale watoto ambao wana mgongo wazi au uvimbe mgongoni, utakuta kwamba na wale pia wanahitaji ule malezi ya watoto walemavu, kwa sababu muda wote watabidi wavae nepi. Kitendo cha kuvaa nepi kinawapelekea wao kupata magonjwa ya UTI,
kwa lugha ya kitaalamu au kwa lugha ya Kiswahili kwamba mkojo unakuwa mchafu. Kwa hiyo homa zinakuwa za mara kwa mara zisizoisha. Kwa hiyo wanahitaji wafundishwe namna ya kufanya usafi kwenye kibofu chao cha mkojo na kwenye njia yao haja kubwa, ambayo hivi vyote ni mazoezi ya kitaalamu ambao wanayapata kwenye vituo maalum vya kulelea watoto walemavu maisha yao ili yawe mazuri. Sio hicho tu, kwa sababu miguu yao pia haina nguvu, kwa sababu mtoto mwenye mgongo wazi ni kwamba ule uti wa mgongo, mishipa ya fahamu haikufika kwenye miguu, imeishia pale kwenye ule uvimbe unapoonekana pale. Kwa hiyo kule chini kote kumepoteza fahamu. Ile miguu itakuwa, lakini haitakuwa miguu kamilifu. Wanahitaji vitu kama viti vya magurudumu ili waweze kwenda shule na waweze kuishi maisha ya kawaida. Kwa hiyo utakuta kwamba kwa ujumla ni watoto ambao wanahitaji usaidizi wa hali ya juu, usaidizi wa kitaalamu na upendo wa jamii nzima, sio tu kwa familia zao wenyewe. Kila kitu kina kinga. Tunatofautiana tu kwenye kinga kwamba hii kinga inaleta manufaa, ufanisi kwa 100% au kwa 50% au kwa 3% au lakini kila kitu kina kinga. Na ni hivyo hivyo kwa huu ugonjwa. Kwa wale watoto ambao wanazaliwa na huu ugonjwa kwa sababu tu ya wamezaliwa nao, nilivyoeleza mwanzo ni kwamba ni tatizo la virutubisho wakati mimba yao ilipokuwa ikitunga kwenye tumbo la mama yao. Na wenzetu wameshafanya hili zoezi miaka mingi tu, hata mimi kabla hata sijazaliwa, miaka ya 50 huko, nchi za Marekani, nchi za Ulaya wamefanya haya mazoezi. Na sasa hivi wenzetu wa nchi za Asia wanafanya, na wenzetu pia wa hizi nchi za kusini kama Botswana, Afrika Kusini wanafanya. Nayo ni kuongeza virutubisho katika chakula, na kirutubisho ambacho ni muhimu sana kwa kuzuia huu ugonjwa ni kirutubisho kinachoitwa folic acid. Hii ni vitamin ambayo pamoja na kazi zingine za kutengeneza damu, kuimarisha afya ya mwili kwa sisi wengine wote, vile vile ni muhimu sana kwa mama awe na hiki kirutubisho kabla hajashika mimba. Na kwa wenzetu ambao wanatumia njia nyingine mbadala, badala ya kuweka virutubisho kwenye chakula, nchi nyingi za Uholanzi, nchi za Ujerumani, wao mama anatumia kidonge cha folic acid miezi 2 kabla ya kufikiria kwamba anataka kutunga mimba. Ndio. Na kwa hiki kikundi kingine cha watoto ambao wanapata haya matatizo baada ya kuzaliwa, kwa ujumla nilisema ni homa. Na hizi homa zipo za aina nyingi sana. Kina mama wanaelewa na wanafahamu, na madaktari wenzangu wanafahamu kwamba wanatibu matatizo ya vifua, matatizo ya malaria, matatizo ya watoto kupata upele ambao unawaletea homa, mkojo kuchafuka na kuleta homa. Haya matatizo yote kwa ujumla yanaleta ugonjwa unaoitwa, kama hayatatibiwa kwa vilivyo na ikatibika vya kutosha, inaleta ugonjwa unaoitwa uti wa mgongo. Na serikali sasa hivi imeshafanya jitihada, na nafikiri hii jitihada ni kiasi tu cha sisi wenyewe kuanza kuhamasisha wananchi. Kuna chanjo ya ugonjwa wa uti wa mgongo ambao sasa hivi watoto wanapewa katika ile chanjo kuu ya zile chanjo wanazopewa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5, ambao wanapata bure tu bila gharama yoyote. Hiyo ni njia ya pili ya kuzuia huu ugonjwa wa kuvimba kichwa. Juni 16 mwaka huu, Tanzania itaungana na nchi nyingine kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, ambayo kauli mbiu ya mwaka huu ni haki za watoto wenye ulemavu. Kwa kuzingatia kauli mbiu hii basi, MOI kwa kushirikiana na chama cha wazazi wa watoto wenye kichwa kikubwa na mgongo wazi wataendesha kliniki ya wazi kwa watoto hao, lengo likiwa ni kuihamasisha jamii kutambua umuhimu wa tiba kwa watoto wenye kichwa kikubwa na mgongo wazi. Taasisi ya
tiba ya mifupa Muhimbili, MOI kwa kifupi, imekuwa ikitoa tiba ya haya matatizo ya vichwa maji na mgongo wazi, hydrocephalus na spina bifida kuanzia mwaka 2005, na madaktari wamekuwa wanafanya upasuaji na kutoa tiba, lakini kitu ambacho tumekuja kugundua ni kwamba kuna baadhi ya watoto wanaletwa wakiwa wamechelewa sana, jambo ambalo kama wangeweza kuletwa mapema basi wangeweza kupata tiba na nafikiri hali zao zinge improve kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo wanakuja wamechelewa, na wanapokuja wamechelewa inakuwa hata kutoa tiba mwafaka kidogo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunaomba Watanzania, jamii kwa ujumla, kwamba wanapoona mtoto ana tatizo kama hili basi wamshauri ili aweze kuletwa mapema na tiba iweze kufanyika kwa kipindi mwafaka. Sisi kama chama cha wazazi wenye watoto wa kichwa kikubwa mgongo wazi tumekuwa hapa tokea mwaka 2001 na tulipata usajili wetu mwaka 2003, na kazi yetu kubwa ni kutoa support kwa wazazi wenye watoto wa kichwa kikubwa mgongo wazi kwa kutoa elimu, kuhamasishana, kupeana moyo, kufarijiana na vile vile kuitetea jamii hii ya watoto wa kichwa kikubwa na mgongo wazi kwa jamii kwa kupata tiba sahihi na za haraka, kwa kupata elimu inayostahili kwa watoto wetu, na vile vile kuhamasisha wazazi kwamba tiba ya matatizo haya ipo. Waache kwenda kwa waganga wa kienyeji ambako wanapoteza pesa na muda. Hata wakimfikisha mtoto hospitali na kuwa amekushachelewa na hali imekuwa mbaya sana kiasi wengine wanashindwa hata kutibiwa. Tunachoomba shangazi, mjomba, dada, mama, nani, kama unajua ndugu yangu, jirani yangu, nani yangu, yoyote yule ambaye unamfahamu ana tatizo kama hilo, basi mshauri ampeleke hospitali kwa sababu tiba inapatikana. Hilo ndo la kwetu kubwa ambalo tunajaribu kulifanya sasa hivi ili kuhakikisha kwamba swala hili linaeleweka katika jamii. Na je, nini wito wa wataalamu hawa na wazazi kwa ujumla kuhusiana na tiba ya tatizo hili la kichwa kikubwa na mgongo wazi? Kwanza, jambo la kwanza kabisa ni kuwaleta hawa watoto. Hawa wanatibika, sehemu kubwa wanatibika. Hakuna sababu ya kushirikisha na ushirikina kabisa. Wale watoto wenye clubfoot inatibika, na ukianza mapema tiba yetu inakwenda mpaka miaka 4 kama tunaanza mara moja. Kama ninavyosema, kutambua ugonjwa wa clubfoot unautambua mara moja mtoto anapozaliwa. Kama sio mzazi mwenyewe, yule muuguzi au mkunga anautambua, au mtu mwingine yote aliyoko anaona kwamba moja kwa moja mtoto ana clubfoot. Tungependa kwamba hawa waje mara moja ili tiba ianze. Sisi tunaanza tiba mtoto akishakuwa na kilo 3.5 4, wakati tunaanza kuvuta ule mguu wake na kumwekea POP na baadaye kumpa viatu ili aweze kusimamia. Kwa hiyo wale watoto waletwe. Bahati mbaya hakuna dawa ambayo anaweza kunywa ili kuzuia mtoto asizaliwe na clubfoot. Katika upande wa cerebral palsy, ni kinga ambayo inaweza kutokea ni ile ya uzazi salama, kwa sababu wale watoto wanaathirika wakati ule wa kuzaliwa, wanaumia kwenye ubongo. Ubongo ukishaathirika baadaye wanakuwa na viungo ambavyo vifanye kazi. Kwa hiyo ile dhana nzima ya uzazi salama hapa ndio sehemu yake. Kwenye wale watoto ambao wengine bahati mbaya wanazaliwa na uvimbe mgongoni kama alisema mwenzangu meningocoele, mpaka sasa hivi hatuna nani yote. Wale ni kuwatunza na kuwapenda na kuwasaidia, kwa sababu sehemu za miguu chini kuanzia palipo uvimbe hakuna njia ya kurudishia ule zile fahamu na misuli kufanya kazi. Lakini kwa upande mwingine, zile sababu nyingine ambazo zinazuilika, kuumia watu wanaangalia watoto wasivunjike miguu, kujenga nyumba ambazo ni salama, kutumia njia zetu za barabara ili kuzuia ajali za barabarani. Hivi vyote ni vitu ambavyo vya muhimu sana kuzuia zile sababu ambazo zinazuilika. Watoto wasije wakaumia viungo
wakaumia mifupa yao, baadaye wakawa na ulemavu ambao ni wa moja kwa moja au kukatwa viungo vyao. Na vile vile natoa wito kwa sehemu nyingine, pale watoto wadogo ambao wanacheza sehemu za shule, hasa shule zile za awali, kwa sababu watoto wengi wanaumia kule. Watoto wenyewe hawana ile fahamu ya kujua hiki ni kitu cha hatari, wanaumia. Iwe ni sehemu ambayo imesimamia vizuri, imekwenda na zile standard ambazo zinazitakiwa, sehemu zao za michezo, na mtu wa kuangalia wakati wanacheza, wasije wakaumia kwenye zile sehemu zao za michezo. Na mwisho kabisa ni ile kutoa habari, kutoa elimu kwa umma kwa ujumla. Kwanza kujua, kutambua; pili kutafuta huduma mapema, na kuelezea zile sababu ambazo zinaweza zikaelekea watoto wakaumiza viungo vyao. Hizo ndio njia kuu za kuzuia ulemavu wa viungo kwa watoto. Sasa hivi kuna juhudi zinafanyika, ingaje ndio hivyo, makundi madogo madogo. Kwa hapa sisi hospitali ya Muhimbili, taasisi ya mifupa na uti wa mgongo, tumeshirikiana na chama cha wazazi wa hawa watoto. Wanachama chao kinachoitwa Association for Spina Bifida and Hydrocephalus, na wanapata ufadhili nusu kupitia taasisi hii na nusu kupitia kwa wafadhili mbalimbali kutoka nje ya nchi na waliopo hapa Tanzania. Na kazi ambayo wanaifanya kubwa sana ni kwanza kuwaweka wao pamoja ili wapate sauti moja, waweze kusaidiwa. Nyingine wanayofanya ni hii ya kuelimisha jamii. Na tunashirikiana nao sana kuelimisha jamii kwamba kabla sasa hivi serikali haijaweka sheria kuu ya kuhakikisha kwamba vyakula vinapata virutubisho vya folic acid. Na mtoto na matatizo ya kichwa, yani nimemzaa nacho hicho. Alifanywa operation mara ya kwanza CCBRT ikagoma, akafanywa tena mara ya pili, ikawa inafanya kazi mbele nyuma haifanyi, akaja wakamtoa wakamwekea hii, na hii nayo imegoma. Nimekuja naye hapa una mwezi sasa hivi, nimekaa naye hii leo, nimepita raundi, wananiambia shanti inafanya kazi. Alikuwa inafanya kazi, lakini ndio hiyo unaona imevimba hii, na ndio nimeruhusiwa nirudi nyumbani kwa shanti inafanya kazi. Nikakaa naye muda mwezi mmoja, nimfanyie tena CT scan tarehe 9 mwezi wa 7, nirudi tena nilete hiyo picha yake na yeye aije kutizama. Tangu alimezaliwa kwa kilikuwa maana kilikuwa kiteke chote. Sasa hivi namshukuru Mungu kimejikaza, yani kimejiunga, maana hivi vipande kila kisehemu ilikuwa na kwake. Sasa hivi kimejiunga na alikuwa hawezi chochote. Kwa sasa hivi anaweza kumeuka. Alikuwa mwenyewe kichwa chake kukimweka hivyo alikuwa kishaanza kukaza, lakini nimerudi nyuma kwa hivi mpira kuziba tena. Na wito kwa kina mama wengine wenye watoto kama hao wasiwafungie ndani, walete hospitali kwa sababu matatizo yanatibika na watoto wanaendelea kama kawaida, na wengine wanakuwa na akili nzuri kama utamwaisha mapema hospitali. Hadi hapo mpenzi mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi cha Jua Afya Yako kutoka hapa Channel 10. Tulikuwa tunaangazia tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi kwa watoto, tatizo ambalo kama tulivyoelezwa linatibika. Hivyo basi, ewe mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla, tutambue umuhimu wa tiba hii kwa watoto. Asanteni, hadi wakati mwingine, saa nyingine. Naitwa Lina Dennis, kwaherini.